Bwana Yesu asifiwe. Napenda kukukaribisha katika somo zuri sana ambalo litaenda kukujenga na kukutia moyo katika maisha yako. Ni somo ambalo litaenda kukuimarisha katika kila lililo jema ambalo kila mwanadamu analitamani katika dunia ya leo, ikiwa ni biashara, ikiwa ni mamlaka, ikiwa ni jambo ambalo linahusiana na huduma, kila lolote ambalo ni zuri katika maisha ya mwanadamu limefungwa katika package. Tunaweza tukasema ni kama ile package ambayo watu hutumia wanapofunga zawadi kwa lengo la kumpelekea mtu, zile package. Sasa hivi vyote ambavyo mwanadamu anatamani kuvipata katika maisha yake vimefungwa katika package ya ubaya. Lolote ambalo ni jema unalihitaji katika maisha yako limefungwa katika package ya ubaya. Wale watu ambao wamebeba package ya mazuri katika maisha yako ni wale watu ambao walikufanyia mabaya katika maisha yako, katika vitu ambavyo ni watu ambao walikuwa ni walikutendea mambo ya ajabu katika maisha yako pasipo kutambua kuna wema wa Mungu katika ubaya waliokutendea. Unaweza kusema, unasemaje pastor? Unasemaje master? Sasa sikiliza nikwambie. Twende katika kile kitabu cha Mwanzo 45 kuanzia mstari wa 5 mpaka 8. Neno la Bwana linasema, basi sasa msihuzunike wala msiuzike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kunihifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Mstari wa 8, basi ninyi mlionipeleka huku ila Mungu. Mstari wa 8 anasema ya kwamba basi si ninyi mlionipeleka huku ila Mungu naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Ukisoma hii Mwanzo 45 kuanzia mstari wa 5 mpaka mstari wa 8 ni historia ya katika maisha ya Yusufu katika package ya ubaya ambayo ilikuwa imejengwa katika watoto 11 wa Yakobo ambao waliazimu kumuuza Yusufu kwa Waishmaeli, na wale Waishmaeli wakaenda kumuuza Yusufu kwa Potifa. Potifa alikuwa ni akida mkuu wa askari kwa mfalme Farao. Sasa ndipo ambapo Potifa anamnunua Yusufu kwa wafanyabiashara kwa sababu ya package ya ubaya waliotengeneza ndugu zake Yusufu, kwa sababu Yusufu alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anapendwa sana na babake. Lakini sasa ndugu zake, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, ndipo ndugu zake wanatengeneza package ya ubaya. Lakini alipoenda kwa Potifa anakutana tena na mwanamke mbaya ambaye alipelekea Yusufu kupelekwa gerezani. Na ndiposa Yusufu alipofika gerezani, Yusufu anaenda kukutana na wakuu wa waokaji wa mikate na wanyweshaji. Ndipo ambapo sasa Yusufu anapata silimina tofufeva, dakika 3 za kibali, na ndiposa Yusufu anaenda kutimiza azimio lake la kulisha taifa, azimio lake la kuja kulisha dunia. Sasa
Yusufu anapata Siliminat of Favor. Yusufu anakuja kuwa waziri mkuu kwa Farao. Ni nini ambacho natamani ukielewe? Katika package ya ubaya iliyotengenezwa na watoto wa Yakobo 11 ilipelekea Yusufu kuwa na ushindi na kuja kuwa waziri mkuu. Alikuja kuwa na madaraka makubwa katika nchi ya Misri. Ni nini sasa hapa cha kujifunza? Kila lililo jema limejifunga katika package ya ubaya. Unaweza ukasema ni unasemaje master? Sikiliza nikwambie, ili Sauli awe mfalme ililazimika package ya ubaya itengenezeke katika familia, na ndiposa wale punda wanapotea, na ndipo Sauli anatoka kwenda kuwatafuta wale punda waliokuwa wamepotea. Ndipo sasa tunaona Sauli anaenda kukutana na Samueli. Samueli anampaka mafuta Sauli, na ndiposa Sauli anakuja kuwa mfalme. Sasa unajifunza nini? Ili Sauli aweze kuwa mfalme ililazimika package ya ubaya itengenezeke katika ukoo. Lazima punda wapotee. Punda wasingepotea, Sauli asingekuwa mfalme. Kwa hiyo kupotea kwa punda ndiko kulichangia Sauli kuwa mfalme. Kila lililo jema limejengwa katika package ya ubaya. Mungu alimjua mwanamke mmoja anaitwa Lutu. Lutu aliishi na mumewe kwa miaka 10 pasipo kupata mtoto, na ndiposa Lutu akiwa kwa Naomi. Naomi alikuwa na watoto wawili, Maloni na Kilioni. Lakini baada ya miaka 10 ya ugumba na utasa kwa Lutu, tunaona mume wake Lutu akafariki, mume wa Naomi akafariki, na watoto wawili Maloni na Kilioni wa Naomi wakafariki. Sasa ndipo Lutu anaambatana na mkwewe Naomi kwenda Bethlehemu. Walipofika Bethlehemu, tunaona Lutu anaenda kuzaa wafalme. Kwa hiyo katika package ya miaka 10 ya ugumba na utasa wa Lutu, katika package iliyopelekea kufa kwa wanaume katika mji ule, ndiyo ilikuwa imebeba package ya tumbo la Lutu kuja kuzaa wafalme. Ndipo tunaona Lutu anakuja kumzaa Obedi, na Obedi anakuja kumzaa Yese, na Yese anakuja kumzaa mfalme Daudi, na mfalme Daudi anakuja kumzaa Sulemani, na ndipo inapokuja katika pia mwisho Yesu anazaliwa. Kwa hiyo ukija kuangalia katika mfululizo wa uzazi, kulikuwa na package ya wafalme katika tumbo la Lutu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amehifadhi package ya wema katika tumbo la Lutu. Licha ya kwamba miaka 10 alikaa pasipo kupata mtoto, lakini kulikuwa na package ya wafalme katika tumbo la Lutu. Hiyo ni moja, lakini tunakuja kwa kuna mtu ambaye ananisikiliza leo katika maisha yake. Kuna watu ambao wamekaa wakimsengenya katika maisha yake. Kuna watu ambao wamemsonga katika maisha yake. Nikwambie ya kwamba katika kila package ya ubaya kuna package ya wema wa Mungu katika maisha yako. Nafikiri natamani mtu mmoja angenielewa jioni ya leo ya kwamba kuna package ya wema. Hebu tuangalie katika kile kitabu cha Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Mungu anatuambia nini katika Yeremia 29:11? Mungu anasema, na yajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala sio mawazo mabaya. Nakwambia ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika maisha yako. Katika kila package ya ubaya kuna package ya wema. Mungu akusaidie sana jioni ya leo. Barikiwe mtumishi wangu.